huyu Kasongo akuwe one term. Hiyo ni ndoto ya mchana, haiwezekani. William Ruto, jana umetuma vibaraka yako akina Faruk na hii kijana ya Kikuyu anasemekana ni bibi ya Ruto. Ala, wachana na Kimani Ichung'wa ni muka wa Ruto. Niyo ni muka wa Ruto. Gai, anyway. Si mnamjua? Saa ingine naitwa bibi ya Ruto na mimi umeona ni mwanaume. Lakini naambia munitukane, muniite nini ama nini. But my good friend Honorable Ichung'wa must tell us whether he's also of the LGBTQ community because of his preoccupation with Uhuru Muigai Kenyatta. That guy is a man, bwana. Baya, semeni baya. Semeni dynasty baya. Tunauliza rais ambaye amestaafu hawe na heshima na Wakenya. Msituletee ujinga hapa. Wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, retire bwana. Ikiti lienda. Haiko si yako. Hasara tawale, tawala. Sasa hiyo kiti iko na mtu mwingine wenda. Hauko. Na hado hao ukatogeria tukigene tuthondeke thino uyu nigetha ugoro igarenda guteithia ukimateithie na njira ya mali. Ndio unajifanya sasa wewe umekuwa mwerevu sana, umekuwa mjuaji. Uraheni uguo niguo na mujumbe ni ukiheo milioni yake aririago mwaka niguo. Wewe ndio wa kuelekeza vijana, kuchochea vijana. Kawekuria tiriri. mkiona Uhuru jenzi amenyamaza, kwani ajui? Kama huko Western wanasema riswa, hebu semeni riswa. Na shetani ako kati ya ile kurupu mliona kubwa wamekusanyika pale Nairobi. Niliona hata mwingine yule former akituleta jana. Mtu aliharibu nchi. Jamani. Na ile leo nimemwambia aende gym kwa sababu ile alipora nchi mpaka hata yeye mwenyewe anakuwa tofauti kidogo. Wewe umetuma hao vijana kwenda kutukana kiongozi wetu, rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tunataka kukuambia Ruto, wewe kama ni mwanaume, hapana tuma vibaraka kutukana Uhuru Kenyatta. Tukana yeye wewe mwenyewe kama wewe mwanaume. Mimi niko tayari kupigana watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Na wanajua ile vitu walifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize bole. Mwache kupigia yule mtu kelele. Hajasema kitu. And you know there are people who hold positions to this day elected who don't have degrees. Mmaisikia mahali nilisema nilienda shule? Hiyo sio kazi yangu. Mimi ni mtu ya mawaya. Umaisikia ati mimi niko kwa kamati fulani? Umaisikia ati mimi naongea huko bunge? Lakini kuna waya nyingine mimi naunganishanga hapa. Wakati nilikuwa minister for education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamuka sana. Mkitupea hiyo kazi, mtaona vile nchi itaenda. Msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia. Wewe umekuwa rais, wewe kuwa muungwana. Tulikuunga mkono wakati ulikuwa rais wetu. Unaweza ona simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Hakuna paka hapa. Hakuna. Onge paka ka one simbni. Wanangoa. Aliongea tu Uganda kidogo, wakakutana kule Tabutengele, wakaanza kumjibu. Je, akiongea akiwa hapa Kenya? Sisi pia tunasema shetani afanye namna gani? Kasongo ashindwe asishindwe? Si namna hiyo? Mwaremo wikarania naga shagwae na ndare meigwa tai. Ate kuigua mokoria Kenya ndeao ekerenyaga ichungati. Mimi nataka kuambia watu wanatumwa na Kasongo, wachaneni na Uhuru Kenyatta, alistaafu. Si mambo ndio hayo? Si Uhuru Kenyatta sisi tulimsaidia? Lazima sasa kuanzia leo nikinge na kumlinda ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Saa hizi ni wakati wa siasa ama ni wakati wa maendeleo? Wewe William Ruto ulikuja hapa ukatudanganya na Biblia. Ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mlevi, tukakuamini. Ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mzembe, ukayangaisha serikali yake. Ukatudanganya sisi sote mpaka watu ya kanisa. Tukamkemea Uhuru Kenyatta ndugu yetu, kiongozi wetu. Tukamwaibisha, tukafanyia Uhuru Kenyatta madhambi yote. Tukakuja kujua wewe ulikuwa ni mbwa mwitu umevaa ngozi ya kondoo. Wanaelekeza sisi kwa mambo ya chuki. I am not joking. And William Ruto, you know me. Unanijua vizuri. Wacha kukasirika na sisi bure, wale waheshimiwa ambao mmeongoza nchi. Wacha kukasirika na nyinyi bure, hata kama hamtupendi. Sasa sisi ndio tuko. Ate kuigua mokoria Kenya ndeao ekerenyaga ichungati. Sasa tangu mzee Ojwanga kufe, vitimbi sasa imeenda kwa wanasiasa. Wamesema ati tuache kusema must go sababu imeisha fashion. Mimi sitaki kusikia hiyo maneno. Sasa wewe Juliet,
chukua mkutasari kutoka wa Munyoro. Hiyo story peleka pale nyingine. Ile must go haina maana, ni yenu, sababu haijaipeleka mtu nyumbani. Wamesema Moi must go, nilikuwa primary school. Moi alikuwa kila mahali. Moi alikuwa ameweka intelligence kwa manyumba za watu. Unaishi na bibi kumbe anafanya na intelligence. Uhuru, sisi tulisema Uhuru must go, amemaliza miaka yake 10. Si huyu must go. Sasa ndugu yangu, let us look for something else. That one is not working. Kama Kasongo anakasirika tukisema must go. Hata juzi alisema tusirudi kumtaja. Hata mimi sasa hiyo ukiniwachia kiti watasema Junet must go. Sasa hii must go ni mambo tu ya story, tuendelee na kasi. Viatu ikatupwa, ikaenda namna hiyo hiyo pia. Tukamalizana namna hiyo. And you know, must go is normally popular. Must go in Kenya is very popular when the president is not coming from certain region. Kasongo anafaa ajue kitu moja. Kila Sunday tunapigana na shaitani. Kila Sunday tunapigana na shaitani. Kwa hivyo tutapigana na yeye mpaka aende nyumbani. Kama hataki kutajwa aende kwao Sugoi. Sisi pia tunasema shetani afanye namna gani? Kasongo ashindwe asishindwe. Mimi nashangaa. Sasa hii nimeona picha nyingine last week. Watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope. New dawn. Sasa Rigathi Gachagua ndio new dawn in Kenya. Jamani bana. Unajua saa nyingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Kuna wengine wamesahau Mungu huko Bungoma. Wako na Yesu huko. Sasa mimi ni Yesu, nayo ni kasi yake Baba Mungu. Wako na Yesu bwana, wako na Yesu ya Tongaretu huko. Pia wako na Pope. Wako na Papa ya Roma huko. Ati kama mbaya wanatuletea migawanyiko, wanatuletea ukabila. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya kwanza. Mimi ndiye governor wa Wamunyoro, asubuhi saa 6 na jioni. He is a daydreamer because there is no day that country or workers of this country will submit. Rais Ruto akituita wakabila, tulipokuwa tukimchagua tulikuwa wakabila. Ati nyinyi mnaungana kwa sababu ya mambo ya chuki na mambo ya ukabila. Tunaulizana, hebu fanya kichwa hivi, Wheelbarrow ilikuwa inatupeleka wapi? Ati na mambo ya migawanyiko. Wewe ulikuwa umepanga kugawanya mlima Mount Kenya East and West. Nikakwambia haitawezekana. Ngojeni kuacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila. Hii mlima hii ilikufanya wewe kuwa rais, ndio itakupeleka nyumbani. Ruto must. Wakati wa kunyoroshana utafika, na hapo tutakutana ana kwa ana, head on collision. And if you want to dare us, I will tell you today, bring it on. Bring it on. Yeah, don't dare us. But this is now a wrong number. Mimi niseme rais ulikuwa hapa juzi. Mimi ni kwa sababu ni muungwana na niheshimu ofisi yako. Nikatoa mwelekeo kwa mlima. Nikasema usitukanwe na mtu yeyote. Nikasema usipigiwe kelele. Ukuje uongee na watu ya mlima lakini uwalipe kwa sababu unakuja kuongea uongo. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, wacheni kimbelembele. Na sio ati tunaogopa siasa. Unajua kuna watu wanafikiria ati hatuwezani na mambo ya siasa. My friend, ni kuleta mtu wa soprano hapo aseme akifikiria atavunja mlima. Ikifika siku ya siasa tutanyoroshana mbaya mbaya. Na sisi ni watu wa Maumau na hatutishiki. Mimi siogopi mtu. We will say these things publicly because that is what we swore to do. And he is annoyed. I don't know annoyed with who. He's annoyed. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Hiyo mpango ya Kasongo ya kutenga watu ya mlima imesabaratika. We are in broad-based government. Broad-based. It doesn't exist in my view. Hatuongei sana, sisi ni watu ya kazi. Kama ule mwingine alikuwa anauza kamisi. Sweetheart, niko na kamisi mbili kwa nyumba, ya black na blue. Unataka gani? Flying kamisi. Unavanga shit. Mtu akiuza kamisi, mwingine anauza kuku kwa sababu kazi ni